ameshika moja msikani baridi amesema. Well, it depends with the girl. Depends with the girl. Mbona issue ni hiyo men kupiga hivyo? Aje like product. It is more thicker than the counterfeit one. News anchors, TV hosts, ala kwa jamaa lazima apply makeup for the camera. I'm not gatekeeping my life, my personal, my public life from everyone. Yo, welcome to Mambo Yetu Haya podcast show. I'm your guy Fidel, and on set we've got this lovely lady, Deborah. So hi guys, my name is Beyond Deborah kwa social media handles, or Debbie. People know me as Debbie. So yeah. It's nice to have you, Deborah, here. Yes. Before that tuendelee, nataka tuambie place tuko. Hii location tuko Nakuru. Hapa Graceland, it's a beautiful place. Unaona kuna maji, kitako kuna swimming. Tupo ndani, watu tunasikia kama sisi tuna chill tu, tuna watch from a distance. Yeah, iko hapa Milimani, karibu na KMC road, panda juu kiasi, turn left. Yeah. Alafu utapata the apartments. So we are grateful to them. Wametusaidia the space. Yeah, and it's lovely. As usual, whatever we say and do, vile inafaa na vile itakuwa. Yes. Kama mbaya. So tunaongelea leo the beauty and lifestyle. Yeah, na venonanga Deborah in social handles nini. Yeah. You're into lifestyle a lot, like vlogging nini. Yes. So like how do you do it na like unapata passion aje na inakuinspire nini? So it's something I consume, like ni kitu napenda kufanya. So me being a lifestyle content creator means like I'm not gatekeeping my life, my personal, my public life from everyone. So I wanted everyone to see. Na I changed my username. Nilikuwa najiita like Life with Debbie, nikatoa. Nikaenda Deborah's Diary, nikatoa. Then Beyond Deborah. So we focus on Beyond. Okay, yeah, like Beyond Deborah. That was the best one. Yeah, that was the best like, name. Hizi zingine zilikuwa na effects gani ama what made you change to Beyond Deborah? What I'll say is kitu ilifanya ni change my username to Beyond Deborah is Ama you have tried people like what I've gone through before that has made me do that. so you don't reflect to the past ama like okay with those names and about the same content from your username, the last usernames bado Ziko. But now I use it like nimetumia Beyond Deborah as a like I'm betting on myself, like yeah, beyond who is Deborah beyond that. You see, who is Deborah beyond that. Nice. Yeah. So najua najiuliza mbona nimedress hivi. Yes. It's so weird. Okay, lakini ni month ya women na I think generally the year inakuanga na a lot of women's month, like mimi nilikuwa najua this month ndio kuna Mother's Day. Yes, kuna Mother's Day. So we are in May. Yeah. It's Mother's Day. Ilikuwa international ma. Yeah, international. Ilikuwa March. Yes. Alafu mimi najuanga. Na Feb ilikuwa Valentine's of course. Yes. Women. Ina represent women, the head whatever. The bonnets. Alafu unajua women wanapenda kuvaa apron kujinywa fishi nini. Yeah, so nikasema let me just get the look. Yes. So anyways, beauty unafikiria inakonga just ya women pekee ama hata men are into beauty? So as a concept, beauty is a very broad name. I'd say beauty in terms of inner beauty, outer beauty, beauty makeup, beauty without makeup. So I'd say that you see like beauty in all aspects. Pia men wako included. Yeah, men are also included. Yeah. I mean, so mimi nasema men labda ni kichwa peke yake, kama mimi yangu ni kishave tu yenye beauty sio in its own. By the way, shout out to my baba. Yes. Akapokea bunyi. Anaitwa Steve, Steve, the best barber in Africa. Yeah. Ako karibu na Cecilia hapo Acacia Shopping Center. Social handles zake ni Steve Otieno, Instagram na Facebook, the Ozone Barbershop. So yeah, make sure to go and manze afanye subscribe, like, Walai, something follow. kwa kichwa.
Yeah. Karibu, Rudisha lakini- si kitambaa Fidel. Naita bonnet man. Bonnet. Yeah, bonnet. Bonnet, like bonnet ya gari. Yes, bonnet. Acha nitulize hapa. Nikaa itaniambia watu watasema niko na umama. Sina umama, ilikuwa tu for the show, just for the show. Hey, cameraman, yeye hujakap. Ilikuwa for the show. Anyways, men tunafanyanga hata si beauty lakini chini ya maji. So tuna do the hair teke. Yes. We are done. Women wanasemanga okay, like a lady anaweza fanya like hiyo kujiprepare. Sema anaenda date. Anajiprepare karibu 30 ama 1 hour. So see the men 5 seconds hapo teke ushamaliza. Ama It's allowed. It's allowed. Lakini nasemwanga Yeah. mbona wewe demu uchukue 30 minutes kujiprepare? Unafanya vitu zote, makeup, umeshawa, clean up nini. Yes. Jamaa amekuja mpiga passport na Yeah. We are just girls. We are just girls. Mnakuwa na issue na hiyo men kupiga hivyo. Aje like kuharakisha. Ameshika moja msikani baridi amesema. Hey, well, it depends with your girl. Depends with the girl kitu anataka. Personally, I don't have an issue with my man taking long. Yeah, don't have an issue. Lakini bora usafi, hygiene. bora top notch, you know. Yeah. So nilikuwa naona kuna time men wanafanyanga bado manicure na pedicure. Kuna this post niliona ilikuwa nasema my guy amefanya the nails mpaka ameka clear. So that lady alikuwa anauliza is it gayish ama iko sawa? Personally, kwangu it's okay. It's okay. I have our friend anaitwa Andrew. Andrew does He's it. Yeah? He's straight. Yeah, he's straight. Of course, Andrew is straight. He loves kufanya all that, and I'm not against it. You see, Yeah. like, and also in my perspective, I mean, it's okay. Like, it's okay kujipenda. Kwanza, like on my side, content creation. So lifestyle includes also skincare. Like take care of yourself. Take care of yourself. Is my skincare routine. Yes, take care of yourself. Napenda child ujiweka like amejiweka and all that. So hata akifanya skincare, akifanya manicure and pedicure, we will go. Tutaenda na wewe. Yeah, we will go. Tutaenda kwa hizo manicure, pedicure and yeah. Yenyewe so all men uko nje manicure pedicure hata mimi wewe soon. Fidel, soon. Kata vitajiweka fiti. And also I do that as a side hustle. Oh, manicure and pedicure. Yes. So ni book appointment. Yes, book appointment. Around hapa Nakuru. Yes. When I don't have a shop, but I go door to door, like, yeah. Awesome. Public places. Remember that, yeah. Mbona kuja Airbnb to kufix? Yeah, place, no. Taka place public. Yeah. Public as in Public places. public Like kama place. hapa Yeah. kama garden hivi. Yeah, my garden hivi, yeah. And then it will be okay. So speaking of skincare routine, for this guy anaitwa Ashton. Yes. That guy anafanyanga Anatuchocha bana. Anatuchocha. Unachukua ndizi unapaka kwa uso. Sijui inasaidia. Unajua ndio unafanya beauty. Avocado inasaidia. Avocado? Yes. So fadhali avocado. Avocado, mayai. So mimi Inasaidia. nichukue avocado nye rub kwa uso. Yes. Then let it sit for some time and wash it off. So inakuwa face mask. Yeah. Naizeka lemon. No, Lemon itachoma. well, it depends with the skin type. Kama we ni dry skin, yeah, kama ni dry skin na unakwanga na issues with the skin ama oily skin, well, it depends. Mi siwezi eka lemon because my skin is dry. It's dry. So dry na So effect gani? like you'll have itchiness and irritation on your face. Yeah. Alafu nini tuseme so like inakuwa kama face mask. Yes. The avocado. Yes. Na nikipile tapilika hivyo ma No, you just wash it off. It depends. Kuna type of face mask. Kuna the black face mask. Unaweza apply then you can peel it off. Alafu kuna say avocado like the natural one. Oh, natural. Hivi vitu yenye kila mtu anaweza. So just wash it Kuna off. these things naitoaga ma acne, kuna some ladies wako nazo. So sijui kama ni mbaya ama ni fiti kuwa na acne. I have friends who have acne. Na ni best. Yes, they look So, good. cross You over- guys, mnakaa fiti by the way. Mnakaa fiti. Yeah, mnakaa smart. Nasema oh sijui naona the ni madots. Dots. The black spots. Lakini zakanga cute. Yeah, they are nice. They are so nice. So kuna venye zinatolewa ama inakwanga na Oh, well, it depends. Kuna like my friend, shout out to Daktari Mrembo, yeah, Yvonne. nimeona bado So- wako na nini zake hapo ma skin care. Hey, yes. So yeah, like on her post and kwa post zake like
nilikuja like I came across one video alikuwa anaongelelea how well you should go to say msewa like dermatologist akuangalie your skin ndio arrange how good ama how bad it is. Then from there anaweza ku like direct on which products to use. So Yes. hii story ya ice water ama nini? Pia it is good. Personally, no shanga like I wash my face with cold water Wow. every day. So like unaweka tu kwa maji frozen iko na ice cubes ama normal cold water? Normal cold water because kwa sasa sijapata fridge, guys. hata cubes bado but yeah, so but here we use cold water. Oh. So kuna this nini ulisema soft skin umesema dry skin Yeah, na the oily skin, yeah. Oily skin ni yenye ina glow sana. No. Ama zote zina glow. Zote zina glow but oily skin pia ina glow sana, kwanza sana kama unajua because kuna watu they don't even need oil on their face because they already have it. Alafu sa kuna this gani inasaidianga, nasikia wanasemanga oily skin or soft moisturizing. So by the moisturizing Gania for me hasn't worked on my face, but for my friend Yvonne it has really worked. Her face is spotless. Tell your face is spotless. Yeah. So What? nilikuwa naomba kuna sorry for cutting short. Okay, sorry. Nilikuwa naomba kuna this way ladies wanajisaidianga penye siri by the hata naibia the ladies uko nje. Nisikie from a lady friend. Alikuwa anasema ndio maintain the skin, chukua moisturizer na chukua sunblock ama sunscreen. Hizo vitu kipaka hata juu kugonge aje au uta feel like itabaki tu hivyo, lakini sasa shida ni itabidi utumiange consistently kila saa. Sana sunscreen. Kisha weka sunscreen ni hiyo. Personally I use Luron products. Zinakwanga fiti. Kama mimi like naweza Mask like a week once ama twice a week, then daily I cleanse na face wash, then nipake toner because I'm a dry skin girl. So how do you know your skin? Sorry. How do you know your skin? You just I'm oily. You just monitor your skin with the things you're using. Like personally nilijua my skin like I'm a dry skin babe kwa sababu every time I wash my face inakauka haraka alafu napata cuts. Yeah. Put down Yeah, not down. Nijiangalie hata mimi nijue mimi skin type gani. Yeah, so I use face wash, then toner to tone my skin, alafu moisturizer for hydrating my skin. Hizo bado zote ni Luron. Yeah, Luron. Alafu sasa I use sunscreen every day. Every day. Yeah, Dr. Rachel of course. I'm a beauty clinic. Oh. Yes. Na hizi foundation ni nini? Hizo ziko na effect ama For hizo story na makeup, I'd urge girls to like before waanze kupaka makeup, make sure umeanza na like primer. Ndio your makeup is set. So primer it's a base for your makeup. So nika foundation bado. Yeah. Lakini no, lighter. it's not kama foundation. It's just a base for your makeup. Ni kama nakwanga gel based ama water based. Yeah. You can just apply it on your face. Alafu so like ndo unaweza endelea concealer, foundation, eye pencil hizo. Ndio pia isi irritate your skin. Kuna zina react na yeah, kuna skin zina reacting na hizo vitu. Yeah. So mimi nikienda kununua products, so mimi ni dem, nienda kununua products. Yes. Lazima ni consult msanii ama huyu kani biashara, kanya tereri anasema tu awe kama biashara ni nini pesa. Ama unafanya nijue products nachukua. Unafaa kuwa unajua products unatumia. And also sahi like marketing ime grow whereby watu wako na like counterfeit products and awesome products. So hizi counterfeit unapata inafanya msi labda you'll always know. Skin na yeah, you'll always know counterfeit products. Mimi nitajaje. Unaona like okay, it sound weird but kuna video fulani Sean Dalmas, unamjua Sean Dalmas? Yeah. The boys ule fulani anatumia makeup? No, atumii makeup but alikuwa anatuonyesha CeraVe venye huwa ina work. Like kuna counterfeit ziko kwa
duka na huku nje, but kuna venye nini inakaa CeraVe original inakaa. So venye utajua ama products zenye zote like you can be using, ubuy counterfeit na ubuy the original product. Ukibuy the original product, it is more thicker than the counterfeit one. So results zinaonekananga when ama immediately umpata tu counterfeit? Hata ukipaka counterfeit, itakaa kama original, but after some time unataka like consistency of your skin brighten ama glow ama ikue fiti ama smoothen. So after some time utajua kama umebuy counterfeit products, because your face kama itaanza kucrack ama utaanza kupata acne out of nowhere because consistently you're using that nini the counterfeit product. So tuseme like mse anajuanga aje okay, tuseme ija work na umesema unataka risk. So you're a lady, umesema acha niende nichukue hizi okay, tuseme ni the original ones. Yes. Alafu so point nataka kuget ni mtu anajuanga aje kama allergic to these makeups. Back to the drawing line. Go and consult a dermatologist first. Siwezi chukua tu. Haiwezi chukua tu. You can't. Na kama mimi sina time yako. Okay, like niko sure tuseme like 50% of people using makeup and ku consult. Yeah, and that is very wrong. Kwa sababu personally kama mimi nimejaribu a lot of products na they didn't work on me. Yeah. Tuseme uitoe brand deal. Uende ku work na your brand. I love that product, tuseme you're allergic to it. Ama you'll always know. Okay. Na umeitoa deal, utafanya ama utaacha? Ama utafanya tu for the show alafu ende wash. Okay, wash off siko best. Ita last. Ingekuwa mimi kama najua ni products itaniaribikia, I wouldn't go because I value myself. You see? Yeah, I really do value myself, and I wouldn't want like nikuje nitumie product yao just because of content alafu kunje nenda na wa trash talk, you know. Heri nibaki na my values. It's like you can't go, so you as a brand Fidel huwezi itiwa job fulani ama host just anyone because of your just because you do podcast and everything, you know. Hivyo just protect your name first. Protect your name, so kwa yeah, protect your names guys. Wallahi, so wezi chukua tu deal yote tu hivi. Wezi chukua deal yote hivi. We just value yourself, man. Na okay, like you have said for now bado jengia brand deals ndio? Lakini sasa ndio mse ingie ni mpaka ku recognize ama ku notice ama inakuangaje? The meeting we had, the first event ya Nakuru ya content creators #Haven, tuli host Apple Frosties, Nakuru blankets guys, just opposite Apple City Center, and go follow us by the #Haven Apple Instagram, The bottle Frosty. And of course, and Frosties. So the event we talked about a lot of things. Mi ningesema like because just build yourself. Ukiona wafikie. Write those emails. Write them. Write them. Even ananiambianga like stop acha kujibeba ndogo, like stop, just usiji downgrade. You're above and beyond. You're above and beyond. Beyond Debra. Acha to get into this short commercial break. This is Mambo Yetu Haya. See you in the next section. Yo, welcome to this second section of Mambo Yetu Haya podcast show. Na kuna this guy acha tu mention Jeff Koinange. This guy does a lot of makeup, sikuba. Really? Yeah, mimi nasikianga hivyo, like I think most news anchors, TV hosts ala kwa nje lazima apply makeup for the camera. Sasa sisi tunadua hapa lakini tunaweza. So unapata anapigwa ma foundation manini. Ujiona time fulani news anchor anaenda mbele ya screen. Ako mbele ya kamera anakaa tu bright. All Anakaa fit.
Hadi models, Anaka fit. male models hufanya hivyo. Wallahi. Yeah. Kama Jim Gatani, you know him. Yeah. 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 So they do lips. They do Maybe foundation, maybe atuambie kama do wanafanya. eyebrows. Eyebrows sijui. Kuna this content creator niliona, nimesahau jina yake. Alikuwa anatuonyesha venye Jeff Koinange like tuassume amepaka hiyo dye kitu kwa kichwa. Akienda kuripoti sana, anaenda hivi anakaa mahali kwa kiti imestick. Anakaa kwa kiti imestick. So yeah, si mbaya kupaka lakini hapo nikali mchomea. Yeah. Mimi naona as men, mimi nasema yes I will go for makeup, hiyo beauty lakini si makeup ya uso hivyo makeup. Yeah, madam. Mimi nasema as a man, wewe jitume kama smart. Yeah. Smart. Kwa physically. Yeah, be a man. Smart, man. They do those things. Nails tuko mbali. Yeah, hygiene on top. Na it is the best. Yes. Best in the world. Yeah. Seme like in lifestyle bado. So how do you notice kama okay like lifestyle I'm saying na inspire ma like how do you come up with lifestyle and nini? Ama kuna beauty experts kwa nje na inspire ama kuna kitambo like it's something I've wanted to do besides doing pharmacy as a course. Yeah. Besides doing pharmacy as a course. So kitu imeni inspire kufanya lifestyle contents. I just love it. I love how I wake up, how I like life manual, how I wake up, how I make my bed, how I make my breakfast. Yeah, my day-to-day life just inspires me. So I was like, why not shoot it as a documentary? Pia wase waone and all that. Yeah, just put it out there. Mimi naanga like okay hata kama shoot lifestyle si kila mse anatoanga details zote, si ndio kuna zile na hide. Yes, I'd say kama an online girl, people like that phrase like watu wanataka uone kenye wao wanataka. Yeah. So okay, you just don't throw out details zako zote kwa nje. Kuna this the Kardashians. Well, it depends. Naonanga like yeah, I think yes in day to day normal life. Lakini bado kuna bit of chumvi inaongezwanga so sijui. Lazima. So unapata kuna drama nini. Some anafikiria like their life inaendanga hivyo na nini. So I think ni content bado. Yeah. So like in your content. Ama ni ukweli, you never know. Inaweza kuwa kweli. Yeah, inaweza kuwa kweli. So watu wafanye vitu wanafanya. Yeah. Aya, so tuseme mi kuna this the guy Ashton. Umse like vana anakuinspire ati uamke like ukifollow steps zake unaweza pata hata aki anafanyanga deal labda ni jambo tujichocha most ni content man, ni content. Sema you keep that yenye kwa discipline it's a bit hard. Yeah, it is. Lakini kama yeye anaweza fanya na anaendelea kufanya so thumbs up to him. Mimi najiambianga hata kama mimi kuanza shughuli kayo. Ati sio ndio mimi nimeamka 4 am in the morning. Nimeanza kuchapa mashughuli za sijui what. Ndio nimeingia kwa maji nini. Alafu I think inasaidia. Yeah. Alafu ni apply the nini whatever kukimbia jogging. Mimi nasemanga okay have your own way. Jumia hata mimi niko na zangu naweza sukuma hapo kwa hapo kando ya screen. Muone ndio mfuata hata yangu. Unajua hata yangu bado iko best. Yangu lazima ukimbie hiyo nini. Na eyes. Manze. Bidi hata si lazima ukwende hizo vitu zote. The only thing unafaa kwa leo ni gunia, sabuni, kipande. Hii imetosha. Alafu tafuta remis ya shughuli hizo zote. Yes. Na kichana. Na kichana. Lakini kama unazaacha shagi bado. Feeling good. Yeah. Juu hata kuna msee anasemanga, kwa msee alikuwa ananiambia products ka remis si ati na market ama lakini kuna market moja mwana tumianga sana so remis nasikia inafanyanga the skin inakuwa soft. Like kuna wasa anakuanga na mkono rough ukiapply kwa mkono inasaidia. Ndio maana wanatumia kwa ng'ombe. Wewe na kimechora ng'ombe hapo. Inakuanga ya kufanya the adequate soft. So kumaanisha your story. Now I have my oil here. Vaseline guys, this is what I use. Petroleum ndio best. Your best petroleum ni Vaseline. So yeah. Vitu simple bana, usingangane na hizi vitu sijui what. Unafanya sijui nini. But you do you. You do you. You be you. Yeah. So, kwa beauty bado on our side.
what do you think of men when you're na dread? Okay, like unachukuliangaje? Well, kama mimi sina shida, but maintain your hair. Like jamaa kona dread yako best. Yeah. Hako sawa. People who shave, you keep your hair, but just keep it neat. Na kama ni utu tu dread tudogo hizi zinakanga si. That's a no. That's a no. So si zote unakubali. Yeah, that's a no. Hizo zitanga sijima baby something. Taki kusema hapa nchome online. Lakini but just keep your hair neat. But why would you put uto tu vitu? Ama labda na grayish. Ama itafika. Itafika, but just keep it neat. Ama aizi asianze hivyo, aanze tu once. Area nunue kwa msee aizieke once. Juu mimi okay, nimuuliza that question juu. Kuna sio nasemanga I don't like how dreadlocks dudes wanakaanga, unasipata msee mwingine yuko ofisi na boy must shave your head. But that's something with society. Wanafaa tu like just acha nayo, yeah, it's not nice. Juu msee anaweza kuwa na dread yake maintain fiti. Yeah. Msee ameosha, amefanya retouch. Yeah. Aende tu akazi afuge nyuma, aingie ofisi. Msee mdume suit yake fiti. Yeah, the same goes with tattoos and everything. Yeah, but tattoos bado ni beauty. Yeah, ni beauty. Yeah. Lakini sa I think it's a way of expressing yourself. Yeah, true. Yeah. Lakini sa tattoos inakonga na even piercings. Yeah. Piercings. Lakini si okay na side ama mimi personally mimi nasema the men kuna wenye wana overdoing. Tattoo. Piercings. Oh yeah, for me no. Again I'm over. Says pierce. Nalai. Yeah. Heri mwende tu mwanike pedike pamoja, yes. mwende retouch. Yeah. Mwende hizo shughuli lakini si kupierce. So, ile hizi vitu za kustikisha. Gani studs? Yeah, studs. Yeah. Studs. Ama magnetic. Yes. Magnetic yeah. Earrings. Yeah. So, okay, like the way a guy dresses, ama anajibeba, okay, like hizo ma piercing, tattoos, my hairstyle like dready, ndio ina tell more of that guy. Yeah. So you say hata kama amepierce na tupate si venye wasa wanamchukulia. I'd say get time to know people. Usiku unaona mtu alafu unamjudge out of nowhere, you know. Hizo ndio vitu ziufanya suicide inaenda juu, depression inasonga juu and all that. Just get time to know people, learn them, sit with them. I mean, what's hard? The reason behind putting behind it, yeah. Yes. Unaweza pata msee like nika jamaa. Kuna wenye naonaanga like wanaingisha ma tattoos. Hizi ma stuffs mtu anafanyia surgery anaingishwa kikitu. Msee anakaa monster, so most inaletwanga like ni stress tumefanya kafika hapo okay, like body shaming yako accepted in the society venye yako kama kuchange. I think hizo zote zinamata vile umesema, maybe ni kubody shamiwa or seasons pia zina change. Yeah, ama depression, stress, vitu kama hizo. But personally I wouldn't judge. Yeah, I wouldn't. Lakini unaweza okay, like can you be okay, unaweza kaa karibu na msee mwenye do those things na extra must do what like amefurisha tu so ameka tuka horns. No. Mbona? I wouldn't. Inakaa scary. It's scary. Yeah, it is scary to humans, yes. But I wouldn't be scared because you're a way of expressing him yourself. Lakini sasa okay. But you just pray for them. Unajua like sometimes hizi vitu ziufanyika na ziko actually zi happen. Yeah, zi happen. So you just jigauge to just be close to people, like stay grounded to people who love you, wanna acknowledge, stay close to people like wako intentional about you, stay close to God, man, pray, just pray. Yeah. So okay, naona tattoos mimi naonanga juu into pharmacy unafanya hizo vitu za hosi. Yeah, za hosi. So msee ako na tattoo hizi donate blood, ndio? Yeah. Hizi. Juu kuna impurities zenye zikubaliki kwa mwili. Yes. So wanasemanga ati the blood is dirty. Sijui nini. Nasaka msee ako na tattoo moja na ametaka kuoffer like ametaka kusaidiana kabisa peane that damu adonate. Akona roho ya kudonate. No, the thing is
hawezi donate. Hata kama atadonate, hata katazwa kudonate, atatoa, but there's a script watu hujaza. In my high school tulikuanga tukitoa damu, like kuna script sheet tulikuanga tunajaza. Yes, na nikule mkate man na juice. But kuna script watu hujaza. If you are taking medication for short ama long term, hauta donate. Yeah, because of naweza sema impurities ama una flash of bacteria of your body, but still ziko, but you just flash them, so inamaanisha bado iko within you. So tuseme sasa niende kudonate blood, watanifanyia hizo test zote ama watachukua tu? Watachukua tu, jua wataki kudiscourage. Hatajua zimeficha kwa mwili, like unajua watakupatia tu hiyo script. If you decide to lie or tell the truth, they don't care. But they don't care. They'll take your blood. But before they watachukua waeke nini waende, but they'll screen it kama uyuko, alafu amwage damu yako. Amen. That's what they do. That's what they do. Yeah. Yes. Sema nimefita the tats. Hapa niseme nimetumia drugs. Sinde. Nime smoke weed. Sema 2 days before nifike hapa, bado itakuwa active kwa mwili. Yes. So what I notice aje? Ama like wanasemanga like bang inakanga, like weed inakanga for 7 years. 7 years. Yes. Hivyo ndo wao husema. Na kama wewe ni passive smoker na weed imepita karibu na wewe bado you've smoked it. Yeah. So all in all watafanya test. Yes. Uko nje donitini damu. Tamwago guys. Siogope ujione unakaa iko kubaliki, wewe fanya tu. Fanya, just do it. Usifikiri ilimwaga, wewe just know ilisaidia msio uko. Hawezi kuambia ilimwaga, no. I disclose, wow. Hawezi kuambia ilimwaga. So, yeah. Donate the blood. Donate. Yeah. So, okay, basi men tunaweza fanya all beauty. So, bora tu maintain, no? Yeah, maintain. The dready, watu dready huko nje kwa ofisi mnakatazwa kuingia na dready. Mimi na encourage bana. Yes. Wewe weka dready yako, funga kama Korino anaingia na hizo vitu kama tusiingilie Korino sana. Please. Wacha watu wakana religion yao. Yeah. By the way, tusiingilie religion. Korino anafungaga hizo vitu. Huwezi jua amefuga nini kwa ndani. Yes. So bora tu umeenda kufanya shughuli yako kama ni job ya nini? Job ya kama ni accounting nini? Yeah. Umeenda huko basically kufanya accounting. Si story na nywele nini? Smart. Smart, yes. Kafiti. Ena na hiyo study yako. Ena na dunga hizo lakini si sana. Chapa tu. Yeah, smart. Yeah, love tell your boss. Manze, we in this era bana, lifestyle, beauty. So lazima tu kamba mbaya. Mimi naweza sema I've come to the end of the show. Gosh. It was nice having you here. Thank you for having me. Thank you for having me. Tuko hapa Graceland. Yes. Kiamui. No, Milimani. Yeah. So Graceland. Milimani. Milimani. Yeah. Na it's a nice place. Wewe kuja tembelea hapa na Come check out. Very affordable. Yes. Na peace and quiet. Manzi. Yeah, peace and quiet. Yeah. So until next time, I've been your guy Fidel, and this is Mambo Yetu Haya podcast show. See the next one. See in the next one. Before you cut, please follow us. Everyday God Encounter. Yeah, follow us. The _edge 254. Namni follow Beyond Debra. Yeah, _. YouTube, Instagram, Beyond Debra.